Najua umeshawahi kusikia kuhusiana na jini mahaba ambalo limekuwa likitisa sana watu wengi, na haya ndiyo mambo 10 yanayochukiza sana jini mahaba na kumaliza nguvu kubwa, likiwa ni kujenga na kuimarisha nguvu yako ya ndani, yani psychological and spiritual strengths. Jambo la kwanza, kujiwekea mipaka, yani boundaries. Usikubali mawazo, hisia za ovyo au tamaa zikuendeshe. Pingana na hali hii kwa gharama yoyote. Tambua kuwa jini ni upepo unaoweza kupenya mpaka kwenye akili yako kwa kupita mishipa ya damu na mishipa ya fahamu. Lakini hauwezi kufanya hivyo bila wewe kumfungulia milango. Ili apate njia, lazima wewe uwe kwenye hali hiyo ndio aingie. Mtu mwenye mipaka afunguki ovyo kwa fikra chafu, hivyo jini ukosa mlango. Namna ya pili, kutotumia muda mwingi peke yako bila sababu. Majini mahaba hupenda upweke, kimya na mawazo ya mapenzi yasiyo ya halali. Ukijitenga peke yako kwao ni furaha kubwa sana, maana wana wivu mkali na hawataki uwe bize na watu wengine. Pia hawapendi mikusanyiko na kelele, hasa zile zenye manufaa. Kelele wanazozipenda ni zile za ovyo. Ukikaa kwenye shughuli, kazi, ibada, mawasiliano ya watu wanachukia sana na hatimaye wanachoka. Jambo la tatu, nidhamu ya swala au ibada. Sio tu kuomba dua na kusali, lakini swala yenye kuzingatia muda maalum ndio inakata nguvu yao. Wanapiga kambi kwa watu wanaoluka swala na kusali kwa kujisikia. Jambo la 4, kujiamini na kujiambia maneno mazuri. Ukijiambia maneno mazuri, ukijiambia mimi ni dhaifu, sina nguvu, sina thamani, hapo ndipo milango yao inafunguka vizuri. Ukijiambia mimi ni imara, nina jitihada, sina cha kuniogopesha, wanachukia sana. Akili zao zinawaka moto, hawapiti kujitathmini. Wanataka ujizalau, ujione ufai, ujikatie tamaa. Jambo la 5, kusafisha mawazo yako na kutengeneza utulivu. Fanya meditation. Mfano, mimi niko chini ya ulinzi wa hali. Mfano, mimi niko chini ya ulinzi wa hala au Mungu. Mwili wangu si makazi ya yeyote isipokuwa roho yangu. Similikiwi na kiumbe chochote, iwe jini au binadamu. Namilikiwa na Mungu pekee. Sina ubia wala mawasiliano na kiumbe chochote, na akitatokea nihitaji. Kaa mbali shetani na jini yoyote anayetaka kujimilikisha mwili wangu. Huu sio mwili wa viumbe wengine, ni mwili wangu ulio chini ya uangalizi wa Mola wangu. Fumba macho, ongea maneno hayo kwa hisia za juu sana, ukiwa sehemu tulivu. Ukiwa una mawazo mengine, rudia kila siku. Ikiwezekana, washa udi, usafiri vizuri kihisia. Jambo la 6, kutawala hamu za mwili. Kula kiasi, lala kiasi. Epuka kujisalehesha kihisia kupita kiasi. Majini mahaba hupendelea tamaa zilizoshindikana au zilizopitiliza. Utajiona unaenjoy, kumbe unamhakikishia jini mahaba makazi ya kudumu. Achana na starehe, ulevi na kadhalika. Jambo la 7, changamsha mwili wako. Oga maji baridi, yani cold shower. Hawa majini hupendelea miili iliyochoka, dhaifu, uvivu na yenye joto la tamaa. Kuoga maji ya baridi kidogo kuna watesa na hawapendi. Wanapenda kuwa kwenye comfort zone muda wote. Namba 8, kuepuka video, picha au mawazo ya ngono. Hiyo ndiyo njia kuu wanayoingilia.
Ukizima mawazo hayo, unakuwa umewakomesha vibaya mno. Yaani wanapata tabu sana kuliko kawaida. Jambo la 9, kuongea na nafsi yako huwaumiza kisaikolojia. Sema hivi kimya kimya: mwili huu ni mali ya Mungu, si wa kiumbe kingine. Hakuna ruksa ya kuingia hapa. Hii ni psychological barrier. Hii ni psychological barrier wanayoichukia sana. Sema na mengine mengi. Jambo la 10, kuifanya nyumba yako iwe safi kiroho. Hakikisha hakuna uchafu wala harufu mbaya. Majini wachafu muda wote hupendelea uchafu. Wanaona raha nyumba inayokuwa na nguo kila sehemu, vyombo kila sehemu, viatu kila sehemu. Uchafu wa mwili wako, mavazi na makazi ni kitu kinachowapa raha sana. Ukiwa msafi muda wote, wanasonya, hawapendi kabisa. Hakikisha hakuna miziki michafu unayosikiliza, maana hii ndiyo burudani yao inayowapa nguvu na matumaini ya kwamba mpenzi wao yuko pamoja nao. Hakikisha hakuna picha za viumbe vilivyobandikwa ndani. Achana kabisa na picha za viumbe ndani. Hayo ni mapambo pendwa kabisa kwa majini. Huwa wanajihisi wako nyumbani muda wote. Wanapenda kupumzika kwenye nyumba ya aina hiyo. Kama wewe ni Muislamu, pendelea kusoma au kusikiliza Qur'an mara kwa mara. Na kama ni Mkristo, hakikisha kila siku unafanya maombi na kusoma Biblia. Hawapendi kabisa, tena wanachukia mno ikiwa too much. Huwa wanashindwa kuvumilia, wanaamua kukaa mbali kabisa. Ndio pale mtu anaona amepata nafuu. Sasa ndio pale wanaweza kukupa hata vishawishi. Kila mtu anakupenda wewe, ili mradi umpeleke kwako ukafanye uchafu. Awe anatoka au anaingia huyu, nyumba ipoteze nuru. Usitazame sana kioo. Majini mahaba wanapenda sana ujitazame muda mrefu kwenye kioo, maana kwa kufanya hivyo unawapa nafasi wao kukutazama pia. Wakikutazama kwenye kioo, wanakuona vizuri na mzuri kuliko wakikutazama live. Kwa haya na mengine, natumaini umeelewa somo hili kuhusiana na jini mahaba. Mpaka wakati mwingine, ni ndani ya Hot Facts TV. Ni wakati wa kusema bye bye.